kikosi ambacho kimesafiri kuelekea nchini Morocco na kimefika salama. Hakuna hata mmoja mwenye injury. Hakuna hata mmoja aliyolalamika kupanda ndege la mama akawa tumbo linamsumbua au kutapika. Ni kikosi ambacho kimefika salama kwenda kupambana na Berkane fainali la kombe la shirikisho barani Afrika. Kikosi cha Simba hakuna kisingizio tena, hakuna sijui nini, ni kikosi ambacho kimeweza kufika salama. Wachezaji wote wako vizuri. Tumeweza kupata mawasiliano na msemaji wa Simba Ahmed Ali, kasema kwamba kikosi kiko salama cha Simba, na kwa mchezaji mmoja wote wako fiti na hakuna mtu mwenye injury. Sasa kikosi ambacho kimesafiri huko nchini Morocco, wa kwanza kabisa Kamara, huyu golikipa ana ukatili mkubwa sana, hasa kwenye fainali kama hizi za mabingwa wa kombe la shirikisho. Tumeona kwenda nusu fainali uwanja wa Benjamin Mkapa alifanya matusi makubwa kiasi kwamba Watanzania wote sasa wakasema Kamara ni dhidi ya predator au mdake mishare Didi Diara kutoka pale Young Africans. Lakini huyo Kamara Zanzibari tumeona jinsi gani alivyopambana. Kapambana kiasi kwamba mpaka sasa kuivusha Simba kuingia fainali la kombe la shirikisho barani Afrika. Mchezaji namba 3 namba 2 Kapombe ana afya nzuri kabisa na hana shaka kwenye mchezo wa siku ya kesho. Lakini namba 3 Huseni, huyu Huseni Shabarara yuko vizuri na hana tatizo la aina yoyote. Namba 4 Huseni Hamza, Hamza yuko vizuri. Hamza Chemaloni Fondo amerejea kwenye ubora wake na yuko fiti kwenye mchezo wa siku ya kesho. Lakini tumetazama pia kuna Kagoma, kuna Barua, kuna Fanens, kuna Ateba, kuna Ahaua, kuna Mutare. Kikosi cha Simba kina ujazo wa hali ya juu. Berkane wasipokuwa makini wataadhibiwa kwenye ardhi yao ya nchini Morocco, kwenye visiwa vile vya Morocco, na watapewa adhabu. Kwa kikosi hiki cha Simba ambacho kimefika salama, kinaweza kikaleta matokeo chanya endapo kocha Fadlu Davis Fadlu akiingia na mfumo wa kuweka viungo wengi ili waweze kukabia juu na kuweza kuleta matokeo chanya, either sare au wakapata goli moja Simba. Lakini akiingiza kwenye mfumo kama walivyocheza Zanzibar, akitumia mfumo ambao wamecheza uwanja wa Benjamin Mkapa mpaka wakaenda kwenye sare, hakika Simba itaweza kuadhibiwa hata goli 2-3, kwa sababu Berkane wale wanatumia mfumo wa mwendo kasi. Ni mfumo ambao hauna foleni. Mfumo wa Berkane ni mfumo wa mwendo kasi ambao hauna foleni. Wale jamaa kwa mchezaji mmoja spidi yake ni dhidi ya treni la mwendo kasi ambalo linaitwa SGR. Sasa nikwambie ndugu yangu, unapotaka kumdhibiti Berkane, hakikisha kwamba unatia viungo vingi ili waweze kukabia juu. Lakini ukileta ujuzi wa kutaka nayo kufunguka kwenda kumchapa Berkane, hapo ndipo sasa unapokutana na treni la mwendo kasi SGR linatoka Posta linaelekea wapi? Linaelekea Dodoma. Simba ni tayari mpaka sasa hivi kuna pressure ambayo imewakumba. Siku ya jana wamepigwa na kitu kizito. Watanzania wote na mashabiki wote wanaopenda soka, furaha yao na maisha yao wameinvesti kwenye soka.
wamepigwa na kitu kizito baada ya kafu kutoa taarifa ambayo Watanzania wengi hawakutegemea, kwamba badala ya kucheza kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa wanaenda sasa kuchezea uwanja wa New Amani Complex ulioko pale Zanzibar. Sasa kipindi hiyo kauli inatamkwa na CAF kwenda FIFA, Engineer Hersi na benchi lake lote la uongozi, Ali Kamwe, makamu wa rais, wote kikosi ambacho kinasimamia mamlaka ya soka la Young Africans walikuwa pale Zanzibar. Wana mkutano mkubwa wa kuweza kuona namna gani ya kuweza ujue Engineer Hersi ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Kwa sasa anaandaa mikakati namna gani ya kuweza kuipromoti soka letu hapa nchini Tanzania, lakini na East Africa kiujumla, kama yeye ni mwenyekiti. Sasa kipindi anahutubia mkutano wa kuona namna ya kuweza kuleta hamasa kwenye soka letu la Afrika, ndipo barua inapotumwa kwamba sasa uwanja wa Benjamin Mkapa haufai kuchezeka fainali kati ya Simba na Berkane kwenye mchezo wa marudiano, inatakiwa ufanyike Zanzibar. Taharuki imekuja, baadhi ya wanasimba, mashabiki, wanachama na baadhi ya viongozi wanataka kuleta mgomo ule waliougomea Young Africans kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kwenye ile dabi. Wengi mitandaoni kuna taharuki kwamba haiwezekaniki kafu watupangie wakati si uwanja umemalizika, haiwezekaniki siji kafu wamekula rushwa. Sasa kwa taarifa, kama kafu wao wanahitaji uwanja wa New Amani Complex ulioko Zanzibar wakacheze wao na Berkane, na sisi pia hatuchezi. Hizo ndo taarifa za mashabiki baada ya kupokea taarifa kutoka kafu kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa haufai kuchezewa kwa sababu unajaa maji kwenye kipindi hiki cha msimu huu wa mvua kubwa ambazo zinaendelea kunyesha rasha hapa Tanzania, lakini kwa mkoa huu wa Dar es Salaam. Sasa taharuki hizo za mashabiki zinaenda kufata nyayo za wananchi ambaye ni Young Africans kwa kusimamia ile kauli kwamba hatuchezi, na ikiwezekana kafu wao wakacheze na Berkane kwenye uwanja huo, ilo kombe wachukue wao kafu kama wanahitaji hivyo. Kwa namna gani Simba wanatoa hiyo taharuki na wameshaanza kuweweseka kutokana kwamba uwanja wa Mkapa ndio sehemu ya ushindi wa Simba Sports Club. Uwanja wa Mkapa ndio ambao huwa unawaletea matokeo chanya wana Simba. Uwanja wa Benjamin Mkapa unaingiza mashabiki wengi kuliko hata uwanja wa New Amani Complex ulioko pale Zanzibar. Lakini wengine taharuki upande wa pili wanasema hao tayari walishaandaa mazindiko yao, walishaandaa mbuzi wao. Hayo ni maneno mengi ambayo yanaongelewa mtandaoni, lakini yote kwa yote Simba kwa hali hii ambayo imetokea na taharuki hii imetokea, imeweza kuwachanganya kwa asilimia kubwa huko nchini Morocco kwa siku ya kesho wakikiwasha pale dhidi ya Berkane. Lakini kwa taarifa tu ambayo nyingine tena, badala ya rais kuhutubia mkutano wake pale Zanzibari akidai kwamba kwa sasa hivi wanaandaa mpango mkakati wale wachezaji wakongwe, ikiwepo kuna mtu mmoja zamani alikuwa na meno fulani, alikuwa anaitwa Gaucho, atakuwa na kundi lake au na kikosi chake kwa ajili ya kuweza sasa kukumbusha enzi ya walivyokuwa wana play soka, wana kipindi hicho. Sasa mambo yamekuwa moto, sasa wanakuja kukumbushia enzi ya zama za kale za soka letu hapa nchini Tanzania. Wanakuja kwenye uwanja wa New Amani Complex ulioko pale Zanzibar. Hizo zote
ni harakati za mwenyekiti wa vilabu barani Afrika Engineer Hersi, akiona namna gani ya kuweza kukuza soka na kuleta maendeleo ya soka hapa Afrika nzima kiujumla. Sasa kwa hali hiyo huyu bwana Gaucho kitendo cha kufika hapa Tanzania na kuja kushirikiana na wachezaji wa Kongo wa hapa Tanzania, itakuwa ni utalii mkubwa, biashara zitaongezeka kwa asilimia kubwa, na watu watafurahia soka, na vijana ambao wanachipukia kwenye soka watajifunza sehemu kubwa kwa kupitia Gaucho wanapoingia hapa nchini Tanzania akiwa na wenzake kwa ajili ya kuja kufanya ushindani na wachezaji wa Kongo walioko hapa Tanzania, wale wa zamani ya mwaka 64, 70, 75 kitu kama hicho. Wanakuja bwana kuplay kwenye uwanja wa New Amani Complex ulioko pale Zanzibar. Sasa wa Tanzania kiujumla, hali ya hewa ya Simba sio nzuri sana. Kikubwa ni kuiombea Simba iweze kuleta matokeo chanya kwa siku ya kesho, lakini pia kwa wale ambao hawahitaji Simba washinde, pia wanapaswa kukaa nao kuona namna gani ya kuweza hii changamoto ya uwanja wa Benjamin Mkapa kutendewa haki, kurukwa futi moja kwenda kwenye uwanja wa New Aman Complex. Ni nani ambaye kasababisha mpaka mchezo wa finali uhamishiwe Zanzibar? Inatakiwa mtafakari sana. Unaweza ukawa unaona unapambana na Berkane, kumbe unapambana na upande wa pili ambao siku zote vita haiishi. Vita inakuwa haiishi. Kwa hiyo angalizo, vimdomo Simba vitawaponza. Vimdomo Simba vitawaponza.